gani mpenzi mwana michezo, hasa mpenzi wa klabu kubwa Tanzania, mpenzi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Leo tupo na masuala mengi ya kuzungumzia kuhusiana na kikosi cha Dar es Salaam Young Africa, lakini kubwa ni kuhusiana na sakata hili la kocha mkuu wa klabu ya Dar es Salaam Young Africa kufungishwa vilago. Najua mashabiki wa Dar es Salaam Young Africa wengi wapo na la kusema la moyoni, lakini nataka kuliona kwenye comment hapo, kwa sababu pasipo uwepo wako hakuna klabu ya Dar es Salaam Africa, hakuna habari nzuri ambazo tungeweza kuzileta kwa mtu ambaye hayupo. Basi shabiki wa Dar es Salaam Africa, tunakubali uwepo wako na tunakwambia hii ndio Young African. Yanga ni bingwa, hata kama tupo pointi 38 tuna uhakika tunakwenda kuchukua ubingwa msimu huu. Lakini kubwa ambalo limetuleta hapa ni takwimu ambazo zimemfanya kocha mkuu wa klabu ya Young Africa haondoshwe, lakini kilichotuumiza na kinachoendelea kuwaumiza mashabiki wengi na kinachoendelea kuleta maswali mengi kwa mashabiki wa Dar es Salaam Africa ni kuhusiana na sakata la kuletwa kocha huyo hapa ambaye unamuona kwenye picha, na watu wanajiuliza ni kocha sahihi kuletwa ndani ya Afrika au ni kwa sababu hatuna kocha mwingine na tumeshindwa kumleta kocha mkubwa ambaye anaweza kufanya maamuzi makubwa ndani ya kikosi cha Young African. Yote na kuachia wewe shabiki wa Young African, unaweza kuniambia kwenye comment hapo, kwa sababu hakuna mtu mwingine zaidi yako ambaye anaweza kuleta mapinduzi ya soka kama sio wewe shabiki wa Young Africa. Sasa twende tuangalie takwimu ambazo Young African amekuwa nazo mpaka kufikia sasa. Michezo yake 18, point zake 38, michezo yake 16, point 38, akiwa ameshinda michezo 11 ya ligi huku amedraw michezo 5. Hizi ndo takwimu ambazo zinamuondosha kocha mkuu wa klabu ya Young African. Lakini kubwa ambalo naweza nikakwambia ni kwamba ukifuatilia historia ya Young African katika kipindi kilichopita, miaka 4 hivi mfululizo, Young African hajawahi kuwa na takwimu mbovu kama hizi ambazo amezipata msimu huu, na hii inakupa picha kamili kuhusiana na kinachoendelea ndani ya kikosi cha Young African ambao wameshindwa kuvumilia. Ni kikweli uweze vumilia mambo ya namna hii, kwa sababu uko na kikosi kikubwa, uko na timu kubwa, lakini unaanza kuwa na pressure kwa timu ambazo hazipati hata consistency ya matokeo. Lakini wanalolizungumza hasa mashabiki wa Young African, lakini pia na kinachozungumzwa kwenye siri za ndani, kwa nini kocha mkuu wa Young African amefukuzwa, si ligi kuu Tanzania bara. Young African ni timu ambayo imekwisha kuwa na consistency, imekwisha kuwa na nguvu kubwa. Kwa hiyo kinachowaumiza mashabiki wa Dar es Salaam Africa ni michuano ya klabu bingwa, kushinda michezo miwili ya mwanzo na kushindwa kufuzu katika hatua ya makundi ya klabu bingwa imewafanya kutokuwa na mwelewano mkubwa na kilichokuwa kinaendelea ndani ya klabu ya Young African. Kinasemekana kwamba klabu ya Young African waliamua kumwacha kwanza kocha amalize mzunguko wa kwanza, wafanye tathmini, waone anawafaa au hawafai, na ni kinachozungumzwa sana. Alikuwa anazungumzwa kocha mkuu wa Young African kurejea yule tunamjua Gamondi, lakini Young African wamefikia makubaliano na kocha Florence Ibenge ambaye anakuja akitoka pale klabu ya Azam Sport na anajiunga na klabu ya Dar es Salaam African. Sasa Young African mashabiki, najua nyie ndio kila kitu, nyie ndio mnaoamua nani aje na nani aondoke. Hili swala mnalizungumziaje, swala la kuondoshwa kwa kocha mkuu wa klabu ya Young African? Kama unaamini huyu alikuwa ni kocha mzuri, basi andika kwamba Yanga tumekosea, lakini kama unaamini si kocha mzuri, basi tuandikie hapo Young African nguvu moja. Tunasema Young African ni bingwa na ataendelea kuwa bingwa msimu huu na msimu unaokuja. Asante sana, tutakutana wakati mwingine. Asante.